Naitwa Liam, mpenzi mtazamaji. Kate pia na yeye amekasirika vibaya mno. Anajutia kuichukua idea ya Liam. Ni ndani ya Meraputi High School, kumepambazuka ni asubuhi na mapema. Ana anaitwa na Kate, lakini wote wanamchukia Kate kwa hivi sasa. Hawataki hata kumuona. Ni kwa sababu yale ambayo yaliyoendelea mimi na nyinyi tumeyaona, wapenzi wafuatiliaji. Sasa sijui itakuwaje. Wanafunzi wengine wameruhusiwa kurudi nyumbani, lakini Liam pamoja na Kate watabaki katika shule hii, wawajibike kwa kile ambacho kimeendelea. Ana ametoa baadhi ya picha na amezitia katika dustbin, sehemu ya uchafu, sehemu ya takataka. Hawataki tena rafiki hata kuweka kumbukumbu na yeye. Watu wamekasirika vibaya mno. Akiwepo hapa Kate, kuna jambo likamwijia katika akili yake. Anahisi labda akilifanya inawezekana ikawa kwake ni sahihi. Amekamata kitu mkononi. Ni karatasi pamoja na picha, na kuna ujumbe anahitaji kuuandika. Ngoja tuone. Unakwenda kwa nani? Anaitwa Jen, ex wake na Rema. Jen anaitwa na Kate. Anawaza na kuazua namna gani ya kuongea na yeye. Hakika Kate amefanya matatizo. Sasa sijui unataka kusema kitu gani. Amekuwa kipofu dhidi ya Michael. Kapenda kapitiliza kweli. Na yeye pia ndio ambaye alimwambia akae mbali na watu ambao wanaweza kumtia katika matatizo. Akae mbali na watu ambao wanaweza kumtia katika shida. Orang yang berhasil ngelepas gue dari Rema. Alimuasa kweli dhidi ya Rema na akamuokoa. Sasa inakuwaje yeye anaingia Kate? Ngandelin perasaan. Asifate hisia zake too much. Zitampoteza. Membahayakan. Ni kweli ni hatari Kalau kita ukikaa katika watu ambao si sahihi. Ukimpenda mtu sie. Lakini kwake Michael anahisi ni mtu sahihi. Tepat enggak akan bikin lo ngelakuin hal yang bodoh. Sasa mtu sahihi ndo anakutuma ufanye vitu vya kipumbavu kama hivyo, vitu vya kijinga. Hebu angalia tikisa tu katika shule kidogo au mize watu wengine. I really hope you can understand that. Natumaini kwa sasa unaweza kulielewa hilo jambo nalokueleza. Michael asimtie katika upofu wa mapenzi. Jen. Gue boleh minta tolong enggak? Naomba kitu kimoja unisaidie. Temuin Michael. Aende akamuone Michael Yang terjadi na amueleze kila kitu kilichomkuta binti. Tolong bilang ke dia. Tafadhali. Kisha mwambie kalau gue cinta banget sama dia. Kuwa nampenda sana kweli. Hey. Mapenzi upofu, kachanganyikiwa. Alamat rumah dia. Na hii ni address kaandika. Dan alamat kafe temennya. Akimkosa nyumbani basi yupo katika cafe. Tafadhali. Amfikishie ujumbe na mueleze yale ambayo yametokezea. Jen na kuomba anamtuma. Kwa haki anasema Michael ni mtu sahihi. Yeye alimwokoa kwa Rema kwa sababu Rema ni mtu mbadi. Rema ni kijana mbaya. Haya. Ngoja tuangalie kwa Michael. Je, ni kijana sahihi kweli kwa Kate? Au Kate ndio hivyo anapumbazwa? Baada ya hapo anasema bye Kate. Bye. Wanaagana wapenzi watazamaji. Hawa wameruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini Liam pamoja na Kate hakuna kuondoka mtu. Hakika Mrs. Andari, naomba nisamehe kweli kwa yale matatizo ambayo ameyafanya Kate shuleni hapo. Simu zinapigwa kwa wazazi wa vijana wale wawili, na huyu ni mzazi wake na Kate. Na mama anasema yote yaliyotokezea atabeba majukumu, atabeba kila kitu, gharama. Je, mwanangu utamfukuza? Mwalimu anasema hapana. Wameshaomba msamaha kwa yale ambayo wameyafanya. Kwa sasa wanataka kuwekea attention nzuri kweli. Waangalie kila hatua, kila sehemu anayokwenda. Sasa ni adhabu design gani utakowapa? Ni adhabu ya sampuli ipi? Anak-anak yang lain pulang ke rumah. Wanafunzi wengine wanasoma online. Lakini wao Liam pamoja na Kate wanasoma hapa shuleni. Na walimu wapo na staff wapo mbalimbali, watawasimamia vizuri tu. Setiap hari akan ada guru piket yang bergantian untuk mengajar. Kuhakikisha wanakaa katika nidhamu na pia kwa yale ambao wameyafanya wakiwajibikia. Mereka bisa merenungkan kesalahan yang mereka perbuat. Natumaini hili watajifunza nalo kutokana na makosa waliyofanya. Hakika nikwambia asante sana kwa kile ambacho anakifanya dhidi ya binti yake ambaye ni Kate. Anatumaini atakuwa ni mtu mzuri kweli baada ya haya ambayo walimu wameamua kuwafanyia. Naelewa. Basi sawa. Ndio maana hataki kukata tamaa dhidi ya Kate.
Asante sana, kwa sababu mwalimu anaamini Kate ni binti mzuri. Kuna mambo tu ya hapa na pale, unajua tena. Basi kwa heri. Watasoma shuleni, walimu wapo na wafanyakazi wapo, watawasimamia. Kwa kuwa ni watu wawili tu, hawatashindikana. Ni tofauti wakiwa ni wanafunzi wengi. Wale wako nyumbani wanasoma online, hawa shuleni hapa hapa, na kisha adhabu zikiendelea na masomo yanaendelea. Hakuna kumwacha mtu. Mwalimu anasema bado hajakata tamaa. Hawajapinda kiasi cha kwamba kumshinda yeye. Anaitwa Michael, mpenzi mtazamaji, tukiacha ndani ya Meraputi High School. Yuko zake uraiani. Mwanangu, jambo la wenda wazimu kweli kweli. Meraputi imeungua kwa moto ndani ya social media, imepostiwa, sio mchezo. Sasa Kate si mwanafunzi tena, bila shaka atatoka muda wote. Kwanza sasa ataruhusiwa kurudi nyumbani. Shule si imeungua, baadhi ya maeneo yanahitaji marekebisho, wanafunzi waweze kusoma. Sasa itakuwaje? Itabidi aigize tu kama hana mwanamke. Oh. Sasa nakuaje na date na wanafunzi bwana? Wapo waliokubuhu. Achana na watoto wadogo. Ataigiza lakini mtu anaye. Ina maana Kate anaibiwa. Yaani bado na hasira kweli kweli dhidi ya Kate na aliyoyafanya. Kila kikumbuka anazidi kuwa na hasira kweli kweli. Anaitwa Lex na haamini. Ina maana muda wote alikuwa anatutumia sisi. Lex, basi tafadhali, hata mimi pia na hasira bwana. Sun banget sama Liam. Kate and Liam walijifanya kuwa ni maadui, lakini mwangalia. Baadaye wakatudanganya. Kalau dulu kita sempat bantuin mereka. Kalau enggak, waliwaigizia kiufupi. pasti bakalan kena hukum lah. Bora hivyo Mrs. Andala akujua kwa tunashirikiana nao, wangepewa adhabu na wao pia kwa ujumla. Jamani, ni amna wasiwasi kwanza. Wako peke yao shuleni. Wewe na maana bado unatetea Liam pamoja na Kate? Inakuwaje? Ananitia hasira kweli kweli huyu. Kuliko kuzungumza mazungumzo haya, natamani niwapige hata mabao. Yaani kumtetea Liam pamoja na Kate. Okay. Daripada kwa kuwa shamtia hasira, ni bora atengeneze pesa. Ni bora atengeneze pesa kuliko kumzungumzia Kate na Liam. Bye, wakaagana. Stories zimeingiliana kwa sababu Jenny kamtetea Kate. Yuko peke yake shuleni. Shule ni kubwa, bweni lile, unajua tena ni binti pamoja na Liam tu, itakuwaje? Huyu bado anamuonea huruma Kate kwa kuwa yeye mwenyewe pia Kate alimtetea kwa rema. Si tunakumbuka mpenzi mtazamaji? Na alimkabidhi kazi. Akitoka nje basi amtafute popote alipo. Anaitwa Kate. Kazi ambayo alimpatia ya kutafuta Michael pamoja na Jane. Ngoja tuangalie. Simu inapigwa mahali. Halo Jane. Hello Jane. Halo Arsen. Anamuita Arsen. Lagi sibuk gak? Uko busy kidogo? Nggak, tolong nih. Kuna jambo kidogo naomba unisaidie. Anahitaji msaada. Tukiacha upande wa Jane na alimpigia simu anaitwa Arsen. Penyalokan? Hii ni ya kwako? Ya. Ya, ni ya kwangu. Lagi di sana. Basi nimeiona kule ikiwa imeanguka. Okay. Kuna kijana mmoja alimletea binti kitu ambacho ni cha kwake na kilikuwa kimeanguka upande mwingine tena. Basi baada ya hapo kijana anaamua kuondoka zake. Binti baada ya kuona kitu chake na akakumbuka namna gani alivyokipata kwa mara nyingine tena na anakitumia ni kama mafuta hivi au manukato fulani. Huku akiwa anawaza na kuazua. Labda yule kijana wameanza mazoea. Anaitwa Anga. Anapiga simu. Anawaza na kuazua namna gani hii simu atakavyoipokea. Anajiweka fiti kalifiti. Hi. Anafanya kwanza maigizo. Hi. Oh. Hello. No. Simu bado inaita mpenzi mtazamaji. Oh no, inakuwaje? Anafeli wapi? Sasa baada ya kufanya mazoezi anapokea simu. Hi. Hi. Lu sibuk gak? Uko busy kidogo? Inamaanisha Kita jalan yuk. labda wanaweza wakatoka out wakatembea kidogo
nimeboeka nyumbani bwana. Gue minta. Okay, ngoja kwanza muombe mama ruksa kwanza. Mama kikubali watatoka. Kaeka simu pembeni. Anashusha pumzi bado, anatetemeka kweli. Sasa tunaweza tukaondoka? Ya. Kemana by the way? Sasa tunaelekea wapi? Gue belum tahu. Hata sijui. Yeye mwenyewe bado hajajua anaelekea wapi. Sherlock dulu aja. Kwa nini usishare location yako? Akija hapo akakutana, akija kumchukua, watajua tu wapi watakapoelekea. Okay, kumbe ni hivyo. Basi nakutumia location yangu, yani kwao ni wapi? Mtu anaweza kumtumia address bwana, mimi nakaa mtaa huu, nyumba namba fulani. Mtu akija wala apate tabu. Ni simu tunamuongoza mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Bwana mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyoiacha episode safi ya 18 ya 19 inafuata. Wanaita Bad Boys vs Crazy Girls. Tumeona Jane bila shaka amekwenda mahali ambapo amepewa anapompata Michael. Itakuwaje? Tukutane kwenye ya 19. Setelah beberapa